Kwanza tunasema pole sana kwa baba mzazi na mama mzazi, na unajua familia wengi katika Kenya nzima wako kwa hali hii. Watu wanapigwa risasi ovyo ovyo na serikali, ambapo kwamba kiongozi wa serikali alishikilia Biblia akisema ya kwamba atalinda maisha ya Wanakenya, na kitu ambayo inatuletea huzuni sana na ni sababu nimekuja hapa ni hata watoto wachanga, watoto ambao ni wanaenda shule. Pia inaonekana serikali ya Kenya haina huruma hata kidogo. Tunaongea hapa Kajiado na kule Siaya pia na kijana ya miaka 8 ambao pia alipigwa risasi jana, na kuna sheria ambayo inatoa mwongozo namna polisi wakifikiria ya kwamba kuna hali ya hatari ama kuna maandamano, kuna sheria ambao lazima wafuate. Lakini Kenya hii inaonekana kwamba Rais Ruto amekuwa na uoga ile akiona maandamano, na nasema hivi kwa sababu ukipitia pale Ikulu barabara zote zimefungwa kwa umbali, si hata karibu na State House, zimefungwa kwa umbali sana. Ukienda kule Uingereza, mahali ambayo mfalme wa Uingereza naishi, unaweza ukashika ukuta. Yaani hapo ni mahali ambao ni kama ni makao ya mfalme, lakini ni kama nyumba ya wananchi. Wanafika hapo kila mara. Lakini kiongozi wetu amefika kwa wakati ambao ameogopa wananchi, na yeye lazima aseme ni kwa nini anaogopa wananchi, na huku wananchi ambao wangekuwa wanapatiwa ulinzi ndio wanapigwa marisasi. Na hii neno ama jambo lazima Wakenya kwa kiwango ambapo tumefika, tukitulia ama tukisema ya kwamba tuachane na Zakayo, hii hali itaendelea, hali ya uchumi itaendelea hivyo hivyo. Mi najua na hakika ya kwamba hakuna namna serikali ya Kenya sasa inaweza kuboresha nayo uchumi, kwa sababu wanasema lazima mlipe kodi, na wanasema ya kwamba kama hamwezi kulipa kodi, yale mipango ya serikali sasa itatolewa nje. Kwa hivyo mimi nasema bila kuogopa ya kwamba kama tungekuwa nchi huru, ile mamlaka ambayo tunayo kwa katiba ingekuwa kwa sasa. Na kuna wengine wanasema ya kwamba there must be a cabinet reshuffle. Imefika kiwango ambapo a cabinet reshuffle will not be sufficient. We must have a drastic and a radical way to deal with the problem that Kenya faces now. And I think going forward, tutaendelea kusema haya, na naomba wale vijana wetu ambao wamejitokeza, msife moyo, tuendelee kumwonyesha Rais Ruto ya kwamba Wakenya hawataki mazungumzo. We want results. Naona kama viongozi wa madini wanaenda kule Ikulu
kabla hawajaongea na watu ambao wamehofiwa ama wale ambao wamepata majeraha, na moja kwa moja wamekimbia kwa rais. Kenya sasa inataka viongozi ambapo iwe kama kule Philippines. Tulikuwa na kiongozi wa kanisa ya Katoliki alikuwa anaitwa Cardinal Sin. Yeye wakati ambao watu walikuwa wanafanya maandamano alikuwa anajitokeza yeye mwenyewe, na viongozi wengine wa serikali wakivaa mavazi nyeupe ya kanisa, sisters, na akisema ya kwamba kama Rais Marcos anataka apige wananchi wa Philippines risasi, aanze na viongozi wa kanisa. Sasa naomba viongozi wa kanisa sasa, tunataka Cardinal Sin ambao atakuja upande wa raia kwanza kabla kwenda kule Ikulu. Na hii wakati ni tofauti sana na Gen Z, na wapongeza sana kwa sababu maandamano imekuwa Kenya nzima, hata sehemu za bonde la Ufa kama hapa mpaka kule Eldoret, Kericho, Bomet, Kisii, Siaya, kila mahali watu wameandamana. Kwa hivyo mimi ya mwisho ni kusema kwamba pole sana ndugu yangu ama kijana yangu, wewe ndio umelipa gharama ile ambayo mtu yote hawezi kulipa gharama. Sisi tunaandamana, tunazungumza, lakini wewe gharama ambayo umelipa ni kubwa zaidi, na hilo pengo hakuna mtu anaweza kuiziba. Lakini usife moyo, na tutajaribu kuwa na wewe karibu. Na mimi ni kwa kuona ile uchungu unayo ndio nikasema nifike hapa. Na kabla ya kufika hapa nimeongea na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga, ameleta rambirambi zake za kusema pole kupitia mimi na Kamau. Wakati ambao nilikuwa naongea na yeye walikuwa pamoja na Kamau. Nimeona watoto wa shule wako hapa, na hiyo ni kukuletea motisha, kwa sababu hata watoto wadogo wanajua ni nani ameleta hiyo uchungu. Watoto wa shule, zamani tulikuwa tunaona watoto wa shule wanakwenda kumuimbia rais, lakini watoto wa Kenya sasa wanajua ya kwamba uchungu inatoka kule. Na nimefurahia sana kuona watoto wamekuja kuleta pole yao. Sasa kama wewe sema kidogo Lea, na tuna Gaucho. Watu wa Kajiado mpo? Nataka nikimalizia ni wangapi hapa Kajiado wanasema Zakayo aende nyumbani nione? Tunasema Zakayo lazima aende nyumbani kwa sababu ameshindwa na kazi. Wangapi wamekubali ya kwamba Zakayo ameshindwa na kazi nione? Na kushindwa na kazi, yeye afunge virago na watu wake wote waende wapi? Nyumbani. Waende wapi? Nyumbani. Asanteni sana watu wa Kajiado.